nimeikuta nguvu ya kanisa hili. Jamani, niseme ukweli, kama kanisa lingekuwa na hali hii, mimi nisingeokoka. Kwa nguvu mbaya. Marko, yuko wapi mchungaji? Na kushukuru, naelewa vizuri wewe. Hivi yule mzee Magembe yule, ungemshawishi kwa nguvu hii? Na kilichomshawishi mzee ile, si unaelewa, ni Mungu wa mimi. Amepita Iringa mwaka 1982 kuja kuniona. Ilikuwa kila tukikutana na baba yangu vitu vyake vinaharibika kwa miaka. Ilikuwa ni mashindano. Asante baba. Mchungaji Masunga yuko hapa, anaweza kawaambia alichoma pembe ya baba yangu huyu hapa. Mambo mengine huko hatuna habari, lakini ile kuchoma ile, yuko hapa baba. Njoo useme huyu ndiye aliyechoma uchawi wa baba yangu. Huenda Mungu amekuleta kwa ajili ya hili. Huyu hapa jamani, alichoma uchawi wa baba yangu mimi. Huyu hapa, huyu mzee hauchomeki. Saa 12 aliingia nyumbani. Hebu sema mama. Tulikuwa na mkutano mkuu Dar es Salaam. Mchungaji Magembe akaniita kwenda nyumbani kwake, akaomba nimpe sala ya toba baba yake. Nikampa sala ya toba nyumbani kwake. Alipokaa akaamua kuja nyumbani, akasema nina vitu nataka nikukabidhi. Nikaenda, tulikuwa na mchungaji jirani, mchungaji wa Nyarugusu. Tukaenda pale, ilikuwa saa 8. Kwanza akasita sana kutupa, akawa anatuangalia, na yule mzee alikuwa na hekima sana. Atuangalia, alafu baadaye akakusanya vitu vyote, tukachoma maboksi ya kienyeji makubwa, yenyewe akateketea kama kawaida. Baadaye akasema ngoja niwakabidhi kitu kingine. Akatukabidhi pembe ambayo tulianza kuichoma saa 9. Tulikuwa tunachoma ile pembe, ukiichoma inaungua kama vile mshumaa, inaungua inabaki, inakuwa inajichubua, unachoma inaungua inabaki. Yaani tunachoma tena. Tulichoma toka saa 9 mpaka saa 11:30. Baada ile pembe cha mwisho kikapasuka kama bomu. Kilipopasuka pale, akapiga kelele akasema nimeacha uchawi. Basi tukamshukuru Mungu, tukamaliza, tukamshukuru Mungu, tukaondoka. Mchungaji Rudi akaenda Nyarugusu, mimi nikaenda Geita. Asubuhi nilikuwa nimeenda na pikipiki. Asubuhi saa 12 naamka nyumbani kwangu, namkuta yuko ameshafika pale yule mzee. Na ni kilomita 30 kutoka pale. Ananiuliza, kijana wangu upo? Akasema nipo. Jana ulifika salama? Akasema nilifika salama. Wala ukupata tatizo hata kupata kichochote? Akasema nilifika salama kabisa, vizuri kabisa. Umelala salama na mke wako? Basi kijana wangu, Mungu wako huyu ni mkubwa, usimwache. Ndicho alichoniambia huyo mzee. Nikamuuliza kwa nini? Akasema hakuna mtu aliyewahi kucheza na pembe hii akaishi. Nilikuwa nawaona jana kwamba mchokeo mkifanya, nilikuwa najua kwamba nimewapoteza, hamtaishi. Kwa hiyo niona nije kwanza kwako wewe, ni wakati nilikuwa mwangalizi, nije kwako mwangalizi. Kama kweli umeweza kuchezea hiyo pembe, na hiyo pembe nilikuwa natumia kwenda nayo Sumbawanga, Tanga, na ndio ilikuwa usafiri wake. Kila kitu. Mtu aliyeichezea alikufa, hata kuigusa vibaya alikufa, kwa maelezo ya yule mzee. Asante. Sasa mimi ndio nimelelewa humo. Na alikuwa naitwa Mwanaruzuba. Mwanaruzuba, mnaelewa Wasukuma? Ukienda Usukumani, wa kwanza anayeongoza anavuma Mwanamarundi. Umewahi kumsikia Kutoka Mwanamarundi Ruzuba. Kutoka Ruzuba baba yangu. Hapa Tanzania
walikuwa wawili tu wa level yake, wawili tu, na yeye ndio alikuwa kiongozi wao hapa Tanzania, wawili tu. Amepita nyumbani kwangu, unaingia dukani unabeba hela yoyote unayotaka, mtu hakuoni. Akasema wazungu hawajui kuitengeneza, kwa hiyo watu tunawamegea kidogo tunawauzia, tumegoma kuwapa mti. Humo ndimo nilitoka, na si hilo tu, umenisikia? Babu zangu wote, maana baba yangu alirisi kwa babu Mzee Magembe mwenyewe, ambaye alikimbia kutoka Bariadi. Sisi kwa asili, mimi ni Mnyantuzu, ula akakimbilia Bukene, walitaka kumuua, akakimbilia Bukene pale Kazima pale Itanana. Kuna mtu wa Bukene hapa Nzega, ndio akaoa bibi Mnyamwezi, na baba akaja akaoa huyo babu pia. Yeye ndio alikuwa mchawi wa kutupwa. Kwa hiyo babu mzaa baba mchawi, babu mzaa mama, yeye ndio alipitiliza, anakuroga kwa kukutazama, ukimuuzi anakuangalia kesho haupo. Humo ndimo nimelelewa mimi. Maana saa nyingine unajua watu asipokuelewa umetoka wapi, wanaweza kuwa nakulaumu. Nasema mbona mzee mkali sana, sijui mbona ana mkazo. Wewe bwana, mimi hii ni maiti inayotembea. Kwa ajili ya uchawi wa babu yangu mzaa mama, walionitangulia wote walikufa, na waliokuja baada yangu wote wakafa. Kwa hiyo kwa baba na mama, ukiacha mbali hao waliokuja kuzazaa baba kwa ajili ya baada ya hapo sasa kwa ajili ya uganga, niko peke yangu kwa baba na mama. Sio kwamba nilizaliwa peke yangu, walionitangulia waliuawa wote, na waliokuja baada yangu wakauawa wote. Yule mzee alikuwa anaitwa Mzee Malale, ni shughuli. Yaani akikuangalia hivi midomo ikicheza ya chini, kesho haupo. Nimelelewa humo. Nikiwa kavurana kama miaka 9 hivi wanakadiria. Wakati huo baba, huo uchawi baba ulimgharimu baba yangu kutokuweko nyumbani. Maana kanuni ya uchawi kama huo ubinhemba Kisukuma. Kwa hiyo lazima ukakae kwa baba kudisciple. Mchawi mkubwa unakaa kwake, unafanya kazi miaka. Alifanya kazi baba yangu zaidi ya miaka 10, hayuko nyumbani, hajarudi, anatumikia ili afike level hiyo. Wangwaha nangu waya ametumikia miaka hiyo yote, hayupo. Niko na mama. Mama akasema twende kwa babu yako tukamsalimie. Huyu babu mzaa mama alikuwa haelewi nani ameua watoto wake. Tukafika kwa babu. Tulipofika kwa babu tukakaa kama wiki 1-2. Siku tunaondoka, tumetembea kama hatua 20. Babu akatoka ndani ya nyumba, akasimama mlangoni, akamuita mama yangu, alikuwa anaitwa Nyamizi. Nyamizi, rudi hapa. Akaja, mimi nikasimama pale, nina kasuti kangu mama ameninunulia kazuri, nikaputura na kashati shilingi 2. Sasa ningesema shilingi 2 hapa wengine wataona vituko. Ndio muelewe, shilingi 2. Nina raha kapya, tunarudi kwetu. Babu akasema njoo hapa, karudi. Mimi nimekaa pale na ruka. Babu mbele ya macho yangu anamwambia mama, muache mjukuu wangu hapa. Mama akashtuka, akasema baba yake hayupo. Atakaporudi, kama unamtaka mjukuu wako utatuambia, tutamleta. Babu nasikiliza hivi ni scenario, akasema utamwacha leo. Mama kadua, babu akaingia ndani, na angalia hivi, alipotoka tu nje mama akapotea mpaka leo. Ana ninapokuambia mimi nisingeokoka, kanisa lingekuwa limeharibika namna hii.
Hamnielewi. Akatoweka mama, nikakaa na mchawi, nikatumikia uchawi mimi na kuroga. Huwa siyasemi, nimefanya kazi nyingi. Hakuna wakuja kunichukua upande wa baba yangu. Baba hayupo, amekwenda kutafuta uchawi. Wanaogopa, ukikutana yule mzee unaondoka. Na alitaka kunitoa kafara, ikashindikana. Ilishindikana, nitakwambia ilishindikana kwa nini. Kwa hiyo alifanya majaribio yule mzee ya kuniua, ikashindikana. Baadaye akafanya jaribio la mwisho, akanichukua akanilaza kwenye ngozi, akachukua kisu. Tuko wawili tu, bibi wa kambo amesha kufa, bibi mzaa mama yangu alishakimbia, hajawahi kusema. Baba akataka kunichinja, Mungu akakataa, akanikatakata tumboni. Nilikatwa siku ile, tuko wawili. Chakula siwezi kula, chungu kikiinjikwa unatoka na babu nje masaa 3, naruka kichura, amenishikia fimbo. Huwezi kula ugali bila kununua. Majirani wanaangalia, hakuna wa kusema, akisema tu kesho hayupo. Nisingeokoka mimi nilikotoka kama kanisa lingekuwa zembe namna hii. Masunga, nisingeokoka bibi. Ulikuwa mbaya ule uchawi wa babu kuliko wa baba yangu. Nilifundishwa kufunga mimi. Maana wakiamua hutakula siku 7, huli, na hakuna mtu akukupa chakula. Akikupa tu anaondoka. Hakuna jirani anayeingia. Nyasi zinaota njia yetu ya kuingia nyumbani paka mlangoni. Wachawi wanapokuja wote, mimi ndio natoka kwenda kuwalaki. Mita 100 wakifika kule lazima ni walaki mimi. Alikuwa na mizimu yote ya Kisukuma. Wasukuma hapa mnaelewa, Mabuswezi, Migabo, Makashindie, Make, Makurwa na Doto, yote mizimu yote ya Wasukuma alikuwa nao. Na Maswezi, yale Mauswezi ndio mabaya. Yani anaingizwa ndani mtu, akisha kutoka ananena kwa lugha ya kawaida inapotea. Ni mzimu ambao wanaongea lugha, wanaelewana wenyewe, mpaka tena aje aingizwe ndani, iondolewe ile. Na laki hao watu mimi. Singeokoka Masunga mimi na kanisa zembe. Nafikiri ningetoka mahali rahisi mimi. Mbona ningeshakimbia hili kanisa, mateso niliyopata ndani ya dhehebu hili. Msinifanye niseme mengine wakuwa yana. Nilijua Mungu amenitoa wapi Sanga. Ilikuwa mbaya. Baada ya bibi kufa, hatukuwa na mahali pa kuishi. Yani kila siku tunazunguka kwenye wahemba wanafunzi wake. Tumelala nyumba zaidi ya 100. Yani leo mnaondoka, mnafika mahali anaugua, alafu naondoka. Saa nyingine unafuata tu na watu. Tulikuwa na tukondoo tuchache nazunguka nako. Nimezunguka na vikondoo vile miaka na miaka. Unakuta saa nyingine huko porini, umenisikia, unaambiwa babu yako ameshahama hapa, unahamia huko porini, unahamia mahali pengine, unaingia kwa watu usio wajua. Hii ni maiti inayotembea. My life was finished. Imebaki Mungu wangu. Ndio maana nimwambia shetani, I will never kneel to the devil to the last drop of my blood. Sitampigia goti shetani mpaka tone la mwisho la damu yangu. Nikapita humo. Mahali pa kulala hakuna chumba,
ni agizo, sijui ilikuwa ni madawa, hata sielewi. Nilikuwa nalala na kondoo, yani kondoo zinapokaa na mimi kwenye hiyo samadi, na changanyika na mimi kama kondoo. Maisha yangu nikiwaeleza, you can't believe it. Mungu tu hata kunibakizia akili ya shuleni is a miracle. Mimi nilitakiwa nisiwe na uwezo kabisa wa akili. Chakula nilinyimwa, mateso throughout, pakulala shida, uchawi ndio huo. Ni muujiza wa Mungu mimi kunibakizia akili. Muujiza wa kwanza huo. Nakumbuka lilikuwa ni jaribio la mwisho, nikaumwa kichwa ambacho sijawahi kuumwa, nikapoteza fahamu. Ninapokuja kuamka wamechukua majembe kwenda kuchimba kaburi langu. Baada ya tukio hilo sielewi kilitokea nini. Niliamka asubuhi siku hiyo, tuko na babu kwenye yako kabanda. Nimeamka nikakuta naye amepotea, hayupo mpaka leo, naye sijui alienda wapi. Nikabaki mwenyewe kwenye kabanda. Sijui kama Masunga niliwahi kukusimulia yote haya. Napo nikuta mimi nahangaika na kanisa linanikosti, najua nilikotoka, nimekaa na shetani, namjua shetani mimi nilikula naye, najua nakowapeleka watu, najua watakwenda wapi watu wakicheza na Mungu, na kujua huko. Nikabaki pale mwenyewe. Ilipita siku nyingi, wanaogopa kuuliza, lakini mateso hayo yaliniandaa kwa ajili ya kazi ya wito ambao nimekuja kuitwa. Nimeitwa wito mgumu, wito wa kutukanwa, wito wa kukataliwa, wito wa kuchambwa. Nisingesimama kama Mungu asingeniandaa, nisingesimama. Mimi nilijua kazi zote. Nilijua miaka ile, mama unaelewa, hakuna mashine za kusaga, ni kukoboa mahindi kwenye kinu. Nilikuwa nakoboa mimi mahindi, najaza debe, unaloweka, naloweka siku 3, natoa, halafu naanza kutwanga unga na chekecho. Hata leo nikiishika napiga chekeche kuliko mwanamke, mpaka najaza chenga zinazobaki. Mama unakumbuka tulikuwa na mawe, naenda kwenye jiwe, napiga magoti, naanza kusaga mpaka unga upatikane. Nimeishi maisha hayo mimi. Ninapoambia vijana fanyeni kazi, mimi niko trend, nimefanya kazi. Nimeanza biashara ya kwanza mimi sasa. Niko mwenyewe sasa, nimeashwa. Ndipo bibi mmoja kanihurumia. Mjana akasema, bibi njoo hapa, kama atatuua tuue wote babu yako, usijukaliwa na wanyama. Tuko kwenye misitu ya Kwanzare ndani Nzega. Nikaenda kwa huyo bibi, alikuwa na mjukuu wake. Ndipo tukaanza biashara ya kwanza ya kuchanja kuni kutoka hapo Kwanzare mpaka mjini Bukene. Ni kilomita zaidi ya 30. Tunaondoka, tunakwenda pale kwa Wahindi, sijui kama wapo, kina Izati na Mponyakakwe. Unafika pale na mzigo wa kuni senti 5 mama, ile ya kiduara. Unapewa senti 5 na zikusanya mpaka zinafika shilingi 2, na nunua kaptula na shati. Ni mizigo mingi. Na unabeba, unakuta banyanyi ni hatari, anaziangalia kuni, akiukuti imepinda, toa hiyo, unaweka pembeni. Akikuti na magamba mpaka utengeneza, utafikiri miko, hii weka pembeni. Ikikuta ina fundo kidogo, toa hiyo. Yani unatoa tu.
Msicheze na maisha. Waliposikia mtoto ameachwa, hajulikani na babu yake ameenda wapi, ndipo sasa mzee Magembe babu yangu kutoka Kahama akasafiri siku 3 kwa mguu kuja Bukene. Hakuna magari miaka ile. Napo nikategewa. Hapo ndipo nilianza kuona Mungu. Akafungiwa ndani, kijiji kizima kinamuogopa mzee yule, watanitoaje? Kwa hiyo kijiji kizima kilikusanyika, wakasema tumfanyeje? Kukaa naye hatuelewi babu yake yuko wapi, kumtoa hatuelewi kama huyu ni wa kweli au mwizi. Ili kuhakikisha huyu ni mwenyewe, mfungieni yule babu kule. Wakamfungia, tumsubiri mtoto akiingia akimtaja jina lake, mpeni. Mtihani mgumu. Lipoingia wakaniuliza nani huyu, nikasema huyu babu yangu. Naongea tu bila mimi hata kuelewa. Wakapiga makofi, mpeni aende. Ndipo nikaondoka. Tunafika njiani, naye kwa babu naye ni mganga vile vile. Tukafika kwa mtu mmoja mwanafunzi wake. Miaka ile huyo bwana huyo alikuwa na mtoto anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam sheria, akiwa mwaka wangapi? wa 3. Ndiye aliyenifanya mimi nisome. Nisingesoma bila huyo mtu. Maana nimechunga ng'ombe, nimewinda, nimefanya biashara, nimesoma mimi nikiwa mtu mzima. Yule bwana sijui maongozi ya Mungu alikuwa ananiandaa. Akaingia ndani. Yule bwana alipoingia akatoka na daftari na kalamu. Kwa mara ya kwanza mimi naona daftari. Sijawahi kuona. Ni mizizi, ni pembe, ni nini. Agenda ni kuua mtu. Ndio agenda safi tutakayojadili. Usiniletee agenda nyingine miaka ile. Nadhani leo nimeongea kuliko ambavyo hata Mbogo nimewahi kuongea hivi. Maana na sipendi kuongea sana haya. Ila kwa vijana hawa naongea. Mkiwa na masikio msikie. Akatoka mtu yule. Ndio maana nakwambia ni muujiza mimi kuwa na akili. Akatoka, akachukua daftari, akaandika A, akanipa, akasema fatisha. Nikaandika A. Akaniangalia tena. Mimi sielewi yanatokea mawe. Akaandika mama, fatisha. Nikafatisha mama. Alafu akaandika sentensi, fatisha. Nikafatisha yote. Akamwambia babu, huyu mtoto akifika lazima mpeleke shule genius. Na babu alikuwa na akili pamoja na uchawi wake. Akalishika hilo. Mimi nimeingia darasa la kwanza, sikujifunza haya hiyo. Nilianza kuandika tu. Hiyo ni ya Mungu mwenyewe kwa maisha niliyoishi. Hasa hayo sio muhimu. Niliponaje mimi? Niliponaje kuuawa? Siku mama nataka kunizaa mimi, alitaka kuuawa na babu saa ya kuzaa. Akapoteza fahamu. Tukiwa pale Kazima, wakambeba wakampeleka Itanana. Pale kuna kazahanati ka Pentecost Swedish, kazamani sana kale. Wakamkuta nesi midwife mkunga ameokoka. Alipomwona amezimia, akapima. Haya mama alinieleza sasa, ushuhuda kutoka kwa wazazi wangu. Alipopima akakuta mapigo ya mtoto bado yapo. Akaanza kuomba yule bibi. Alipoanza kuomba huyo mkunga, mama akashtuka, akarudi kwenye ufahamu. Aliporudi kwenye ufahamu, ndipo akamtia moyo, kazana utazaa. Akaanza kumtia moyo, akaanza kumtia moyo, akamzaa mtoto wa kiume. Alipomzaa mtoto wa kiume, yule mzungu nurse midwife akamchukua huyo mtoto, maana alishapeleleza background, wote wameuawa. Akambeba huyo mtoto, akamweka wakfu. Kwa maneno haya wazazi wangu waliniambia, akasema hivi, huyu mtoto ametolewa mautini kama Musa wa zamani, jina lake ataitwa Moses. Ndivyo nilivyopata jina langu. Mimi niliitwa toka kuzaliwa. Ndiyo Moses anayekuhubiri leo, Moses anayechamba chamba duniani, ndio huyu. Nataka kukuambia nini? Nataka kukuambia ya kwamba Mungu ana mpango na wewe.
Mungu ana mpango na wewe. Mungu ana mpango na wewe. Akishakuwa na mpango na wewe, hata kama wachawi wajipange, utakufa bali utaishi uyasimulia matendo ya Bwana. Hata kama wakuchukia wakajipanga, nataka nikuambie Bwana atayageuza kuwa mema. Atakuwekea meza machoni pa watesi wako. Nataka uelewe ya kwamba Bwana kisha kuchagua, maana inasema wale aliowaita aliwachagua tangu mwanzo ili wafananishwe na mfano wa mwanae. Nisikilize, Bwana aliponitenga nimepita majaribio mengi, lakini haikuwezekana. Uchawi wote ulishindwa kuniondoa kwa sababu ya neno lile. Ametolewa mautini, nami nakwambia leo unapookoka, Biblia inaniambia Bwana anatuondoa, anatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Nisikilizeni wa Tanzania, Yesu sio marehemu. Yesu sio hayati, yu hai. Yesu hajafa. Yesu sio hayati. Vijana nawaita, nawaita vijana wa TAG, nawaita kwa Yesu, nawaita kwa Yesu. Bwana amekuchagua, Bwana amewaita. Hakuna aliyechaguliwa na Bwana. Nataka nikwambie, adui wajapojipanga watakuja kwa njia moja, watatoka kwa njia saba. Nimeyaona hayo katika maisha yangu. Nataka nikwambie leo, simama na Yesu, asimama na Yesu, simameni na Yesu. Wasichana, simameni na Yesu, simameni na Yesu. Uchawi ule ulishindwa kuniondoa kwa sababu ya maneno ya mzungu mmoja kutoka Sweden. Nataka nikwambie, Yesu ayupa, Yesu ayupa, Yesu ayupa. Na katika uamsho, Bwana anatafuta mtu jioni ya leo. Bwana anatafuta mtu, ndio maana nalia. Wako wapi vijana? Tuwakabidhi kijiti. Mbona vijana hawaonekani?